Habari za leo mabibi na mabwana. Leo nitakwenda kutoa somo hili litawagusa sana wanandoa au wana mahusiano. Nikizungumza unakuwa wewe upo na mahusiano muda mrefu na mtu mmependana, mmejenga maisha, sasa mmefikia kipindi cha mavuno katika mahusiano yenu, lakini sasa kuna kuja mvurugukano. Mvurugo huo unakwenda unapasua mizizi yote ya mahusiano yenu, ukajikuta yule umpendaye anaanza kugeuka, anaanza kubadilika kidogo kidogo. Kama ni mwanaume sasa anaanza kuchepuka nje, anakuwa na wanawake wengi kupitiliza. Kama ni mwanamke anaanza kutafuta wanaume nje, anaanza kutafuta kuhangaika na wanaume nje. Sasa jua kwamba ukishafikia katika hali hiyo, suluhisho sio kumwacha aende, ni lazima upambane, kwa sababu unatakiwa kwamba umeshaweza kuwekeza muda wako. Uheshimu kwanza muda wako uliowekeza kwake, uheshimu matarajio ya hisia zako kiroho, kwa sababu mpaka tayari mmeshaweza kukaa muda mrefu katika mahusiano, maana yake nyota zenu zimeshaweza kusafiri pamoja na ziko katika sayari moja. Kwa hiyo mnapokuwa mmeseparate, kuna nguvu kati yako na nguvu ya mwenzio, ambako idapokuwa imeondoka tayari kuna vitu vingi sana vitakuwa venye kurudi nyuma. Vitarudi nyuma, wewe mwenyewe binafsi utarudi nyuma, maendeleo yako yatarudi nyuma, akili yako pia itarudi nyuma, itakuwa inawaza vitu vingine ambavyo sivyo vya msingi. Sasa leo nitakwenda kukufundisha namna ya kuweza kumdhibiti mtu ambaye hajatulia kabisa, mtu mwenye mapepe, hajatulia katika msimamo wake wa kimapenzi. Leo nitakwenda kukufundisha hapo ulipo. Kwanza, mtu huyu utapokuwa tayari umeshaweza kupata ushahidi kamili kwamba ameshaweza kuwa na watu wengi wa kimahusiano, ikiwa wewe ni mtu ambaye umedumu naye muda mrefu na bado mnahitajiana, anakupenda na wewe unampenda, basi nenda kayafanye hivi. Cha kwanza, lazima uwe na kitu kama hiki. Lazima uwe na nguo yake ambayo anaweza kuipenda sana kuivaa. Unajua kila mtu anakuwa ana kitu chake ambacho anachokipenda zaidi kuliko kitu chengine. Either kama ni mtu ambaye anapenda hiyo nguo kuirudia mara kwa mara, basi hiyo nguo inatosha kumrudisha katika hali yake ya kawaida, yani kumtoa katika hizo nguvu za kiroho zilizoweza kuingia hapo, kwa ajili ya kuweza nguvu hiyo inampelekea kwenda kwa watu wengine. Sasa tunachukua nguo yake hiyo kama nasaba, tutaichanganya hivi. Hiyo nguo yake tutaichukua, tutaiweka kwenye ndoo ya maji safi. Weka marashi rose, kila mtu anafahamu, yamimine takriban chupa 10. Maji ya madafu au nazi, chukua maji ya madafu au nazi. Nenda sokoni kanunue nazi 7 au madafu 7, chukua yakate, chukua maji yale yaweke mule ndani ya maji ambao kumeweka ile nguo ambayo anayoipenda sana. Baada ya hapo ukishaweza kufanya hivyo, kachukue maji ya kisima, utaweka humo. Kachukue maji ya kurataini, kwa wale Waislamu tunasema maji ya msikiti au maji yanayotolewa huduma kwa watu wengi, wale sehemu za miji au za msikitini au makanisani. Utachukua yale maji utayaweka mule. Ukishaweza kuweka mule, kachukue maji ya bahari, changanya mule. Ukishaweza kuchukua maji ya bahari, chukua maji yaliyotulizana aidha kwenye mto au ziwa, lakini yametulia. Utachukua maji yale utayaweka mule. Ukishaweza kuweka mule, kuna dawa na kwenda kuelekeza. Dawa hiyo inaitwa mruturutu. Ukishapata mrutu, basi iweka mule. Ukishaweka mule, kamua vizuri na maji yale, chomvya mara 7, yasemee mambo yako unayoyataka juu ya kumtuliza mume wako. Ukishaweza kufanya vile, isafishe vizuri na ianike, ipige pasi vizuri, akija aivae ile nguo. Alafu akishaiweza kuivaa, tamka maneno yako, mwamrishe kwamba kuanzia leo nimevunja mizizi yote, watu wote uliokuwa nao, kuanzia leo unabaki kuwa na mimi tu ambaye unaonipenda kama unavyoipenda hiyo nguo yako, au kama unavyopenda hicho kitu chako. Basi itakuwa kimeisha hiyo. Ndugu yangu, itakuwa imeisha. Uhitaji dua wala maombi, imeisha hiyo.